Wewe waombe kanisa tukue kiimani, na ili tukue maana lazima tufikie kiwango cha kujisimamia wenyewe, tufikie kiwango cha kumwangalia Bwana. Hata kama watainuka watasema, hata kama watakudharau, lakini nitabaki na Bwana, nitasimama na Bwana kwa sababu namjua yeye ndio msaada wangu. Huko ndiko kukomaa kiroho. Ukikua kiroho, ukakomaa katika wokovu, hautamwangalia mwanadamu, hautaangalia ndugu, hata kama watainuka ndugu wawe kinyume na wewe, lakini aliyesimama na Bwana atabaki kuwa salama. Maana tumaini lake si kwa wanadamu, tumaini lake ni kwa Mungu aliyemuumba. Tumaini lako weka kwa Bwana, usiweke kwa wanadamu. Wanadamu wanabadilika, lakini Yesu habadiliki. Hivyo mtazame Yesu. Wanadamu wanabadilika, hata mimi naweza nikabadilika kabisa. Kama uliweka tumaini kwa manake nimetoka na roho yako. Nikibadilika, kama tumaini lako ni kwa Bwana, utabaki na Bwana. Aliyebaki na Bwana hawezi kuangalia wanadamu, hawezi kumwangalia mchungaji, hawezi kumwangalia mzee wa kanisa, ila tamtazama Bwana. Yeye akisimama na Bwana ataweza kumfikisha mahali salama, lakini si mwanadamu. Mwangalieni Mungu kanisa, yeye habadiliki. Biblia inasema ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ukimtegemea Mungu hawezi badilika, lakini mwanadamu anaweza kubadilika. Anaweza kuwa na tabia mbaya, anaweza kugeuka, na kama uliweka imani yake kwake, maana anatoka na wewe na peleka kwenye upotevu. Mwangalieni Yesu. Mwangalieni Yesu. Simameni kwa kulitegemea neno la Kristo. Neno lina uwezo wa kuponya, uwezo wa kufanya chochote unachotaka. Neno la Mungu ndio kweli. Tutasimama na neno, sio vitambaa, sio chumvi. Neno lenyewe lina upako na unajitosheleza. Jifunze kuishi maisha ya kumwangalia Yesu na si wanadamu. Jifunze kuishi maisha ya kumwangalia Yesu na si wanadamu. Maana akili yako ihame kuangalia wanadamu. Wanadamu wana tabia kushangilia unapopita kwenye mapito. Wanadamu wana tabia ya kushangilia na kusema tuko wapi wokovu wake. Wanashangilia unapopita kwenye taa. Lakini Yesu ana tabia ya kukuokoa unapopita kwenye dhoruba. Mwangalie Yesu. Mwangalie Yesu, atakusaidia. Hii ndio maana ambayo Daudi anasema aliyeniokoa na dubu, aliyeniokoa na simba, hata niokoa na Mfilisti. Kwa sababu gani? Alimwangalia Yesu ambaye ni Mwokozi.